movie yetu inaanza hapa, tunamwona bidada huyu anamkumbatia mwanaume hapa kama mpenzi wake. Akamwambia hebu niache. Akasema wahi nikuache? Hamna, siwezi, mimi sio type yako. Mimi ni mfanyakazi tu hapa. Kwa hiyo hapa tunagundua kwamba mwamba huyu yeye ni mfanyakazi tu hapa. Bidada akajishebedua kumwambia niangalie nyuma, niangalie mbele, wapi hapa chest team. Jamaa akamwambia hakuna. Mimi kazi yangu nilileta mjini ni kuosha vyombo tu na kupata hela. Tunaosha upande wa pili nyumba hiyo hiyo. Kuna midada hapa imekaa inapiga story. Wao ni nyumba moja na yule ni rafiki yao, ndugu yao, bado tujafahamu. Akamwambia vipi rafiki yangu? Kuhusu nini udugu? Akamwambia si mfanyakazi wetu mpishi. Yani huyu mpishi badala apike ananyanyua vyuma. Hakuna, mimi siwezi kuamini, ile sio vyuma. Akamwambia wewe kama uamini basi. Hakuna, hebu angalia kifua kimejaa mwanaume. Kifua T. Yani mwanaume ana mwili fulani hivi ambao tofauti na wanaume wengine. Akasema exactly. Kumbe nawe umeona yule ni mtu ambaye Mungu sijui amemjalia nini. Ni kitu ambacho hakuna mwanamke ambaye atamani kuwa naye. Wote wakaanza kucheka hapo. Wote wanacheka kwa kuwa jamaa anavutia. Wakamwambia vipi? Vanessa yuko wapi? Vanessa anavyompenda yule. Wote wakaanza kucheka Vanessa kwa kuwa anapenda mfanyakazi wake. Wakacheka na kugonga. Kwa hiyo inaonyesha kwamba yule Vanessa alifuata kwa jikoni sio mpenzi wake, ni mfanyakazi wake mwenyewe. Mfanyakazi wake naye ni mpishi tu. Tunasema kwa Vanessa anamwambia please, naomba nielewe. Mwamba huyu anaitwa Shai, naomba nielewe. Nikufanye nini uweze kuamini kama mimi nakupenda? Mwamba akamwambia hapana. Naomba nielewe boss. Mimi kazi yangu nilileta mjini kupika. Akasema acha kupika, nisikilize mimi. Vyombo nitatafuta mfanyakazi wa kuja kuosha. Kabla hajamaliza wakawa wameshaingia. Akasema si unaona? Mwamba Shai akasema samani, akaondoka. Watu wakaja wakamfuata. Vipi ndugu? Mbona kama umeshinda kukaza? Akawasonya mzie huyo akaondoka. Mzee akageukiana, wakaanza kuongea, akanong'onana, wakacheka. Ule jamaa ule amemfubaisha hadi bosi wake amechanganikiwa. Wakacheka hapo kwa kucheka na akacheka, wakaondoka. Tunaonyesha kwa upande pili, bidada huyu ametoka kijijini na kuja mjini. Kaja kuonyesha address. Kuna sehemu anaelekea bado hajapajua. Ila dada huyu kwa alivyo ni mdada kutoka Bush. Ipo na address hapo, email ambayo anaambiwa akatafute sehemu aende. Moja kwa moja sasa tunakuja kujua huyu bidada kwamba ametoka kijijini na kuja kumfuata dada yake mjini. Sasa kijiji dada yake yeye ni dada kabisa au dada tu kijiji. Hapa anagonga geti katika nyumba ya wale masista watatu. Anakuja anafunguliwa na mlinzi. Mlinzi ashangaa, "Wewe vipi? Umefuata nini hapa?" Akasema hamna, nimemfuata dada yangu. Dada yako anakaa hapa? Dada yako yupi? Huyu sio sister. Mlinzi hapa kajiona yeye sasa ndio mwamba, kwa sababu ndio pa kupigia misumari. Akasema hamna, dada yangu anaitwa Pritisha. Dada yako? Hamna, sio dada yako. Mbona umekaa kama mwanamke kijijini ufu? Wanawake wafuba. Akasema ila Pritisha dada yangu kabisa. Ile email alonipa address. Huyo kama nikifika mjini mtafute. Akasema macho yangu mimi hapo hayaoni vizuri. Weka fresh nione. Kisha akamwangalia yule bidada. Mwizi huyu anaonyesha mbombe kibao, utafikiri nyumba ameweka babake mjini hapa. Akampima joto eti ngoja tuangalie kama unajionea. Akamwambia njoo. Utaki? Bidada yule kwa kijijini akaja. Mwamba akapima na lenzi ya juu hapo, akasema ila subiri kwanza. Nisubirie hapo ngamute peti. Subiri. Hakuna nini, nisubiri hapo na wako uje huko ndani. Sawa, umenielewa? Mwamba huyo moja kwa moja akamfukia hapo. Dada kujiona yeye ndio mwamba, akafunga mlango na kwenda kumuita huyo Pritisha, dada yake na huyu dada. Tunaonyesha huko ndani sasa, mwamba amekuja moja kwa moja na huyu bidada. Huyu bidada jina lake anaitwa Shakira. Akafika akamwona dada yake. Wow, my sister, akakumbatiana hapo furaha tele. Wakaruka na kuruka. Akasema, Mungu wangu, umependeza. Yaani unaonekana ni mzuri, ulikuwa umevaa nguo za kijijini. Akasema, mimi? Dada mimi nimependeza ila siwezi kuwafikia nyie. Akacheka hapo, dada yangu, samahani. Hivi huko kweli uzuri hivyo? Akasema, hamna, usijali. Eti singoka kwa ndani, ila njoo kwanza nikutambulishe. Njoo. Akamwambia, ndugu yangu, ndugu yangu huyu anaitwa Kisobela, Vanessa, huyu anaitwa Kisobela. Akamwambia,
naitwa Kisagara au Krista. Mimi naitwa Vanessa au Brian. Kwa mbombo kidogo, kwa kuwa ni dada mjini na huyo wanamuona kama takataka. So hata kumcheka. Huyu bidada huyo mkubwa British mwenyewe akaambia nyie acheni ushamba. Sawa? Huyu ni ndugu yangu na amekuja kwa mjini amenifuata mimi. Kwa hiyo msilete ushamba wa kishamba. Sawa? Kama huyu ni nguo gani zilizobeba? Chakibegi. Jamani, mimi mwingine kujiaibisha, yani wanaongea hivyo bila kujali kama yupo hapa. Bidada huyu naye ana shida Shakila. Kazi yake ni kucheka. Japokuwa anamcheka naye anacheka. Yaani jumbe ni mchikoano. Kwa hiyo tutajua nani anacheka. Akamwambia Shakila, "Tuni ndaenda kuonesha chumba chako kama tutakuwa tunakaa." Akasema sawa, kwa hiyo dada zangu sema sawa. Wakawa wameenda. Wakawa wanapiga story. Jamani, huyu dada ni mzuri. Vidada vya shamba ni vijingani. Vipo kama vidudu yani havieleweki. Wanapiga story huku mlinzi bado amekaa hapo. Mlinzi yeye anambovu sana. Mlinzi anaitwa Juma Makoe. Bado alikimbia kwamba wako vipi? Unasema nini hapo? Jichenge. Sasa bosi akaondoka. Vipi? Anacheka hapo kitogo cha mashupunga, maana wana dada ambao wana hela mjini hapo, wana hela kuliko wanawake wote hapo. Wao ndio midada ya mji, wanalinga wanavimba kutokana na tujajua sasa mpaka sasa wafanya kazi gani. Sasa wakawa wanapiga story Vanessa, Kisagara na Patricia. Wameongea sana, wanaongea piga story. Wamekaa kazi yao ni kumsema yule ndugu yake na huyu Patricia. Anamwambia udugu kweli kuna sehemu wanaishi wadudu. Maana ndugu yako alikuwa anafanana. Paka mshafu mambo dada yule kaka amekasirika, jamani msiseme hivyo. Sio vizuri. Sio hivyo nakwambia ukweli. Hakuna. Binadamu wote ni sawa. Sio kisa tumesisi tunakaa hapa mjini mkafili kila kitu kiko hivyo. Wakaanza kucheka, wakacheka. Wanakugonga akasema ni sisi tunatumia hela zetu kwa kuingia hata mtandaoni kidogo. Wewe unafuka unazidi kumcheka, wanaona kwamba yeye anaongea mambo ya kishamba. Ni urojo na ni ugogo mtupu. Akaambia ndugu zangu, jamani maisha hapo hivyo, kwani nyinyi hamna ndugu? Wakaanza kumtungia na nyimbo hapo. Mkiwa mtu tu sumu, wapenie kile. Hivi mnajua hapa ndani mnaishi kwa niaba yangu mimi? Mimi naheshimu mjua. Na sihitaji tuje kuishi hapo. Akanyanyuka kwa hasira kusonya moja kwa moja akamshika. Huyo akafunga mlango kwa nguvu akaendelea kuimba. Hakuna makonde mshamba. Huko anacheka. Hakuna makonde mshamba. Sema udugu gani yule? Dada msikia mtokea wapi? Maana alipoingia ndani tu nikasikia nyumba inanuka. Sijui inanuka nini. Nyumba imekuwa hovyo. Hata wacheke. Usiku ulifika wakawa wametoka wote wadada watatu. Wakaja huko wakawa wanakunywa. Anambia sasa nahisi kama na siku tatu hivi sitaigiza hela. Sijui kwa nini nimekosa wapi. Sema sio kwa wewe tu, maana hadi kwangu mimi. Sasa hivi naona hela zimekuwa ngumu sana kwangu. Sijui shida nini. Na huyu ndo amemleta yule mchawa wake. Kwa pabaya mno. Yaani mji umekuwa mgumu, hela zingii, sijui shida nini. Na ule mleta ule mfanya kazi ule kumbe tunakuja kuambia hapa yule alikuja sio dada yake kabisa huyu. Huyu ni dada wa kijijini, yaani eneo alipokuwa anakaa huyu ndo dada yake. Ni dada ambaye kama unapojua mtu mko Makonde, kuna Makonde mwenzio huko unamuita dada kwa kuwa umetoka eneo moja kijiji kimoja. Wamekaa piga story sana. Usiku umekuwa mrefu sana, hakuna maendeleo sasa hivi. Pesa zimekuwa ngumu. Sasa sijui sisi tutafanyaje. Mungu Fusmani ghafla simu ya bibi hapa inaita. Akapokea simu. Kutoka studio nani hapa mtusikilize simu. Hello. Mambo vipi? Dola 200. Kweli? Ndio wote wanashangilia. Nimepewa sema, "Okay, thank you. Asante sana." Ngombe. Game over. Wote wanaanza kushangilia. Yes! Dola milioni 200 zimeingia sasa.
utajiri wetu bado unaendelea. Mpaka sasa tujajua madada wanafanya kazi gani, maana tunaona pesa zipo za kutosha. Wao ndio wana hela, wao ndio wana kila kitu mjini. Kuna wafanyakazi nyumbani kwao, kuna mlinzi, mpishi na wapishi, na wote wanalipa kupitia hela za hawa madada. Tunaonyesha huku upande wa pili nyumba ya hawa dada umekaa. Sasa wanaenda kumpa majukumu yake yule bidada, akamwita Vanessa. Yes, tumekuita hapa, msikia ni mpishi sana kwa vijijini kwenu. Sasa ndio, yani unaweza kupika vizuri mno. Akaitikia, mimi sio kupika tu. Tukasema hamna, tunajua ni kupika. Sisi tumekuita hapa mjini kwa ajili ya kupika, una kazi nyingi, ni kupika tu, saidiane na yule boy kupika. Sawa? Akasema ndio. Akacheka, akasema mimi kijijini kwetu nilishawahi kushinda shindano moja la kupika, mimi ndio nikawa bingwa kabisa wa kupika. Akasema hamna, hapa tuzungumzie mashindano, tunazungumzia kupika. Akamwambia sawa, nimekuelewa dada yangu, nimeahidi yes nitakuwa najua kupika. Akamwambia wewe unataka kupika vizuri? Akasema yes naweza kupika. Nasikia dada yangu, dada walikuwa hofu. Akamwambia wewe ishi hapo hapo, nani dadako? Wakaanza kumcheka mpaka yule alomwita dada Pitisha naye akaanza kumcheka. Akamwambia mimi naitwa Vanessa au Vance, huyu anaitwa Christabella au Crystal, huyu anaitwa Pitisha au P. Sawa? Akaitikia kinyonge yes. Huyu Pitisha akamwambiaje, umesikia, watakiwa tu uzingatie kidogo, mtu mbaya kwanza nyimbo, sisi hapa tunahitaji kucheza. Mimi dada bila kuwa na shida akaanza kuambia nyimbo sasa ili wacheze. Imba, nataka kusikia nyimbo kali ambayo itakazimua masikio yangu nikapata nguvu kubwa kwa vibe. Sawa? Ukishakuwa kufanya kazi sasa umekuwa mtumwa. Utafanya unachokitaka mabosi, utafanya chochote kile anachotaka mabosi. Wewe sikia, naomba utusikize kwa makini. Nahitaji kwanza tupate ngoma kali, ngoma ambayo itaweza kugusa mbiu za masikio yetu. Fanya chafu basi. Shakila hapo akatabasamu, maana Mungu amemjalia kipaji bidada. Akaanza hapo, 1 2 3 akili zangu mimi fiatu 4 5 6 mavua ya masika 7 8 9 10 na maliza jenda Uingereza nikakaa juu ya meza Zuga kaniuliza what is your name, my name shoes. Bidada yuko kana ngoma imegonga masikio na wanaruka. I'm single, I'm single, I'm single. Ngoma kali sana. Bidada ana kipaji, ana nyimbo kali, ana sauti ambayo inagusa mbavu za kila mtu, yani zinaingia kwenye masikio na kuingia chini kabisa ya masikio. Wacha waruke, wakaruka na kuruka na kujivinjari wanapojua ngoma ni kali, wakamkumbatia kabisa. Wakijijini kwangu mentality kabisa. Sasa huku kwa mezi mlango unagongwa koko, mambo yanatoka haraka, nafikiri mabosi wake kufungua haraka, sijulikane kama alikuwa amelala. Anafungua mlango, tunamwona bidada huyo chui anafungua mlango kuingia. Kuingia akamzuia, wao kumbe ni girlfriend wake bwana. Huyu mlinzi huyu ni bibi yake. Akamwambia baby, umefuata nini hapa? Akasema hamna, mimi nakuletea tu hizo nguo chafu. Akasema bwana, unajua mimi nimekumisi na umenimisi. Jamaa hajaachia aje kama nyuma kuna mtu. Alikuwa nyuma ni yule mpishi. Bidada akamwambia niache mimi niondoke. Akamwambia baby, uondoke unaenda wapi? Kwa umeona akisema umeona ule ile ana chochote wana kipenzi, ndio akamwambia kipenzi changu usiogope. Huyu ni mshamba tu. Huyu ni mshamba na ni mpishi tu. Cheo chake ni kidogo sana kuliko mimi. Mwisho wa siku bibi akaamua kukimbia, muona mamba amekuja. Jamaa kamwangalia. Mlinzi anamwambia wewe, nisikilize kwa makini. Usinitishie hicho kivuli chako. Yaani usinitishie kabisa. Naomba unielewe. Kisa unachokimwili sijui unavimba jimu. Mimi ni mlinzi, nina kila aina. Nina conflict, nina accountability. Nitakutoa. Wewe kazi yako ni kupika tu ndani. Unakuja kuingia vitu vyako. Ndani kumeiva chakula wako. Mimi sina kuongelesha. Ndani chakula kimeiva. Akamwambia hamna. Kijana sikia. Wewe kazi yako ni kukaa getini. Wanawake wapo wengi. Acha na mambo ya wanawake. Wanawake watakupotezea muda. Ni sawa? Wanawake watakupotezea muda. Fanya mambo ya msingi. Jua leo umekuja kufuata nini mjini?
Jamaa akacheka, yani wewe unakufundisha mimi? Wewe unakufundisha mimi? Girlfriend wangu sasa imeondoka, umeona la? Wewe ni mtu gani? Unataka nini? Sio kake ndani upike. Uje usiku toka kwanza. Mama kasikitika kwanza kuona huyu mlinzi ana akili. Huyo mama akaamua kuondoka. Mlinzi akaendelea kufoka. Akamwona mama sijui ikoje. Na huu utakuwa mwisho wa episode yetu ya kwanza ya movie yetu hii. Usahau kusubscribe kupata maendelezo wa movie yetu hii. Thank you.